kwa wanafunzi kwenye shule kusoma, kupata ufaulu mzuri, kufanya vizuri kwa kupata taarifa nyingi kutoka kwenye mtandao. Lakini kwa vijana walioko mtaani wanafanya biashara, tutafute masoko, tutafute kujifunza kuhusu fursa mbalimbali, tuanzishe kampuni, startups za kufanya biashara, tubuni mifumo mbalimbali itakayorahisisha kazi zetu. Hiyo ndio faida ya kutumia mitandao vizuri. Ukitumia mitandao vibaya, sheria ipo na mamlaka na vyombo vipo vitakupata. Hasa wakati mwingine unaona vikampeni havina mbele wala nyuma. Nikisema wanasema Msigwa ametusemea maneno makali. Lakini nachosema vijana tutumie mitandao kwa njia za kimanufaa. Ukifanya makosa tutakupata. Tutakupata. Sheria inakataza kutukana. Sheria inakataza kufanya uchochezi. Sheria inakataza kuzua taharuki. Sheria inakataza kudhalilisha. Tumeanza kuona kwenye mitandao watu wanafanya makosa haya. Sasa naomba niwaambie vijana, hakuna atakayefanya makosa haya akabaki salama. Tutakupata. Litakuwa ni swala la muda tu. Hatukukupata leo, tutakupata kesho, tutakupata kesho kutwa, tutakupata wiki ijayo, tutakupata mwakani. Jinai haifi. Na tukiwakamata vijana hawa wengi utasikia nilikuwa sijui. Kwenye sheria kuna msemo wa Kikinga. Unasema ignorance to law has no defense. Kuto kujua sheria sio kinga. Ukifanya makosa ya mtandao, haya niliyoyasema, uwe unajua, uwe hujui, sheria ni msumeno. Tukikupata, kifungu cha 16 kile nafikiri kinasema wazi. Umeandika habari za uchochezi, za kuzua taharuki, za kudhalilisha watu. Tukikupata na ukithibitika na mahakama, faini shilingi milioni 5 au zaidi. Kifungo cha miaka 3 kisichopungua miaka 3 au vyote kwa ujumla. Ukipatikana, ama utapigwa faini ya shilingi milioni 5 au zaidi, au utafungwa miaka 3 au zaidi, au vyote viwili kwa ujumla. Vijana wengi wako vioni hata ada mtihani. Na wakati mwingine wanakuja wazazi wanalalamika, mimi mwanangu kafanya vitendo nilikuwa sijui. Naomba wazazi, zungumzeni na vijana wenu. Wako vioni wakafanye kazi iliyowapeleka vioni. Kazi yao ni kusoma. Wasipofanya hivyo watakutana na mkono wa sheria. Na sitakuwa mimi wala nani, ni kwa mujibu wa sheria. Hata mimi nikitukana mtandaoni, nikidhalilisha mtu yeyote, nitachukuliwa hatua za kisheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Mihemko imekuwa mingi. Uhamasishaji wa kijingajinga umekuwa mwingi. Vijana, watch out. Chukueni tahadhari. Kwa sababu ukikamatwa utakuwa peke yako. Nadhani nimejibu swali lako Malongo. Na naomba waandishi wa habari tushirikiane kuwaelimisha vijana juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Watumie mitandao kufanya biashara. Leo hii tuna huduma nyingi sana zinatolewa hapa nchini kwetu. Zile huduma zimetengenezwa, zinatolewa kwa application ambazo zimetengenezwa nje ya nchi. Faida ya hizi huduma wanapata watu walioko nje ya nchi. Watu wote nitasema, watu wote leo wanatumia Uber. Mnajua aliyetengeneza Uber anatoka nchi gani? Huko ndio hela zinakwenda. Watu wanatumia Bolt. Kuna huduma za mitandao, kuna maduka yametengenezwa kununua bidhaa. Wanapata huduma mbalimbali kwenye vijana. Tumieni nafasi hii kubuni vitu vya namna hiyo, tutengeneze vya kwetu vya Tanzania. Na sisi twende tukafanye biashara kwa kutumia majukwaa mbalimbali yaliyoko mitandaoni. Tunufaike na fursa zilizopo kwenye mtandao. Na sio kuingia kwenye mtandao unaandika vitu vya ambavyo ukimaliza kuandika pale umepoteza muda, umepoteza bando, haujapata chakula, hujapata soda, hujapata maji, hujalipa ada, hujafanya kitu chochote. Unamaliza pesa zako, ukitoka hapo shida ziko pale pale.